Kuna mchezaji mmoja aliletwa Unyamani. Ndio. Yaani na chama nilitaje kabisa. Toka soka la Tanzania hapa ndani. Yaani feki nyingi kuliko original. Aje, jamani mnaangalia maiti ya Yanga yetu mmeiona? Hii yetu sio ya kuzika leo. Mnawachukuliaje Petro? Ila hata yule wakala wako hana haki ya kwenda kufungua. Wewe ndio una haki kwa sababu wewe ndio unatakiwa kwanza usogee. Kweli? Nani alikuwa anamkataa Lydia Aucho? Kuna mshabiki gani wa Simba anamkataa Pacome sasa hivi? Sidhani kwamba nao pia walikuwa wanafanya. Kuna nani anachukua ubingwa hapa kihalali? Tuseme tuizungumzie kabisa. Hadi yule. Nani? Wewe, muulize Mbeya City. Mimi nashangaa sana watu wa Yanga. Kitu gani tena? Yaani sisi tukiungana nao hawataki, tukiwakataa hawataki. Yaani mkiungana nao kwenye Mona, Simba haina uwanja. Jairuti, swala la uwanja viongozi washakwambia unajenga wapi? Aliwaambia Roma, mkihitaji ubingwa nileteni Gabriel Batistuta. Ndio. Unajua ni kocha pia. Unaelewa sasa hivi anaenda kuchagua mambo 10. Mona, ya mnyama ambayo ya kutimiziwa ahadi yake. Yaani sasa hivi kaamia kwenye umbea. Ndio. Kudaiwa? Kudaiwa wala sio issue. Madeni yapo. Madeni yapo. Tena klabu vikubwa sana vinadaiwa. Vipi ahadi ya gari? Mbona mpaka leo Novemba? Novemba hakuna kitu ambacho watu wa Yanga wanachonifurahisha kama wanapotutania kwenye matokeo ya goli kwenye matokeo ya mara 6 mfululizo. Yaani mimi wananifurahisha vibaya. Niko zangu stesheni kama kawaida yangu kutafuta stori za soka nikuletee karibu na wewe, na mtafuta Miraji mara moja tuzungumze kile ambacho mimi jana nimekishuhudia. Miraji, kwanza kwema? Alhamdulillah. Wazima nyumbani? Namshukuru Mungu. Tuanzie kwenye ile jumba jana, ulifanikiwa ile jambo? Mipango. Na wazee mipango. Alhamdulillah. Jambo limeenda. Haya, mipango ilienda vizuri kabisa. Maongezi mawili tu. Mawili tu. Yaani kikao kilikuwa cha dakika 3 tu. Kikao cha dakika 3. Lakini lazima ufike eneo la tukio. Mara moja tunashukuru kwa kufika na tumekuona. Kila la kheri basi. Sasa kikao gani hicho? Kuna vitu vizito kwenye hayo maneno mawili. Yaani kwa hiyo umetuficha yani. Tunashukuru kwa kufika kwa wakati. Umeona? Na tumekuona. Tunakutakia kila la kheri basi. Na kikao kikaishia hapo. Kikaisha hapo. Ulikielewa lakini kikao. Wewe bado bwa mdogo. Hivyo vitu vitatu au hivyo viwili vikubwa huwezi ukavielewa. Usiwezi nikavielewa. Huwezi ukavielewa. Lakini kikubwa ni kwamba mipango imeenda sawa. Mipango imeenda sawa. Afu yale majumba si unajua sio sehemu yake. Sio sehemu yake. Ukivaa na kuwa kero. Sio mazoea hiyo. Sio mazoea. Miraji, nataka tuzungumze stori zetu za soka. Jana kuna stori kubwa sana ambayo ilikamata vichwa vya habari kwenye magazeti karibuni kila sehemu. Kwamba mchezaji ambaye amechukua namba ya Lydia Aucho, Azizi Ndambwile, alikuwa akiwadai Young African. Lakini baadaye zikatoka taarifa nyingi, mwisho wa siku nikamsikia wakala wake mwenyewe akikiri kabisa kwamba malipo yameingia. Hiyo ilikuwa kama saa 3 hivi usiku akiwa anahojiwa. Japo mchana kote lile jambo lilikuwa linazunguka na kila mmoja alijaribu kulizungumza kwa namna yake. Wewe uliliona na umeiona kwa pande ipi? Kwanza niliziona tetesi. Lakini nilivyomsikia wakala nilivyowasikia Mona wenye mpira wao ndio walivyokubali kweli hiyo kesi ipo na tarehe yake tarehe 13. Hii nikaona ni official. Hiyo yenyewe. Hii deni lipo. Hii yenyewe. Sasa unajua Chagamba kudaiwa wala sio issue. Ndio. Kudaiwa? Kudaiwa wala sio issue. Madeni yapo. Madeni yapo. Tena klabu vikubwa sana vinadaiwa. Ila shida Mona iliyokuja kwenye hili jambo kuna vitu vingi sana vimeleta shida. Kama vipi? Kwanza ni mwendelezo wa Yanga. Manake ni tabia yao. Kwa hiyo ndio maana akawa maswali mengi kwa sababu ni tabia. Watu wanataka kurekebisha hii tabia. Na ukija kuangalia ni kweli sio tabia mzuri. Tunahitaji madeni ya design nyingine. Labda mmekopeshwa uwanja, mlikopeshwa mchezaji. Sijui unanielewa. Lakini sio ya madeni ya sign fee, sijui ya mishahara. Kama ni tabia ya Yanga. Iko cha kwanza. Ndio. Kitu cha pili Chagamba kukataa kwenye jambo ambalo lilokuwa la kweli. Kwani Chagamba ukisema hivi kweli Ndambwile anatudai, si ndio? Lakini kuna mambo bado hayajakaa sawa kwenye upande wetu sisi na upande wake yeye. Yakikaa sawa tutamlipa hela yake. Ndio. Nani ataendelea tena kukuuliza?
watauliza kwamba lini unalipa. Chagamba, sio kila jambo unataka uliongee kwenye jumuiya. Umeona? Kuna mambo mengine ushaongea kikubwa, kuna mambo hayajakaa sawa kwenye upande wetu sisi na upande wake yeye. Yakikaa sawa, tutamlipa kiasi chake. Kwanza ushakubali deni. Kitendo cha kukataa deni, alafu wanakuja wenye mpira wao wanakubali kesi ipo. Chagamba, tafsiri ya haraka. Wewe ulitaka kweli kumdhulumu. Kuliko kuna kudhulumiwa. Tafsiri ya haraka, lakini unapokubali kweli, Mona Andambwile anatudai, lakini kuna mambo hayajakaa sawa kwetu sisi na kwake yeye. Yakikaa sawa, tutamlipa hela yake, kwamba deni litakuwa limekwisha. Yanawezekana ya mambo akaa kwenye sehemu ya maelewano. Mona kweli tulipanga tukulipe labda kwa awamu 3, lakini sisi hivi tuna kipengele 1 2 3, tutakulipa kwenye awamu 4. Hiyo si moja maelewano. Si umekubali? Lakini kitu ambacho kilicholeta shida ni muendelezo na kitu kingine kukataa deni. Hivyo wewe Chagamba, kwa taasisi kubwa kama ya Yanga kwenye jambo kama hili, kweli TFF anaweza kuwapakazia Yanga? Chagamba, kuna vitu vingine changanya na akili yako. So mtu fulani akiongea eti ndio uamini kama hiki kitu cha kweli, kwa sababu kaongea msemaji, kwa sababu kaongea mtu fulani. Oya, wewe unaonekana soka la Tanzania ulijui. Toka soka la Tanzania hapa ndani, yani fake nyingi kuliko original. Ndo soka. Soka hapa ndani fake nyingi kuliko original. Ukimaliza kama taarifa nyingi. Wewe vipi? Taarifa nyingi fake kuliko original. Kwa hiyo yule mtu ambaye anaongea, kwanza isikilize akili yako. Nenda kwanza kwenye taasisi kubwa kama TFF, nenda kwenye taasisi kubwa kama ya Yanga. Nani anapenda kashfa ile? Kama uliweza kumpeleka kwenye kumfungulia kesi Ahmed Ally, Mona, kwa kesi ya kukutania. Akatakia ile milioni 10. Kesi ya kukutania, umeenda kumpeleka kule. Alafu kesi ndio mtu kakusilibia kama hivi. Ingekuwaje? Yani kwamba wewe hiyo kesi ya kuku umeuza ng'ombe hiyo. Unamaanisha kwamba kwa Ahmed Ally kwa kile alichokifanya kama utani walimpeleka kule. Alafu hii taasisi kama TFF, taasisi kubwa, iende kuichafua taasisi tena kubwa ya Yanga. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kitu chochote nilichokiongea, kwanza aidha Ahmed Ally au Ally Kamwe, changanya na akili yako. Maana ni kweli TFF anaweza kutusingizia hili jambo? Kweli dogo kalipwa, ipo wazi kabisa, na kaambiwa kafute kesi. Sijui unanielewa, na dogo kakubali kwa sababu yeye anachokitaka ni haki yake na sio ya leo. Lakini Chagamba, ukikubali ni kweli anatudai, lakini kuna vitu vijakaa sawa kwenye upande wetu sisi na upande wake yeye. Lakini insha Allah vikikaa sawa tutamlipa. Chagamba, hiyo kama tabia yako, sijui unanielewa, watu wanajua tabia yako na hakuna tena swali lingine. Maona na watu wanajua kweli huyu alihitaji kweli kulipa. Lakini umevunga. Unaenda kuitafuta interview kumvua zinanyesha, kwenda kupandikiza jambo juu ya jambo. Chagamba. Miraji anamaliza kama walifunga. Kuna chawa mmoja huyo. Yaani umri wake na vitu anavyoviongea wala viendani. Eti anakuambia yule alikopo ni mtu tu baki, alikuwa na maelewano yeye na Andambwile. Maona Andambwile kumlipa hela yake, yule ndo kaenda kulimwaga. Wewe Chagamba, yule ana mamlaka gani kwenda kufungua kesi? Chagamba, kesi za mpira hata yule wakala wako hana haki ya kwenda kufungua. Wewe ndo una haki, kwa sababu wewe ndo unatakiwa kwanza usogee. Ni kweli? Kweli unadai? Kweli unadai. Kweli kwenye mkataba kipengele fulani kijatimia, ndio wakala wako ndo anaenda kusimamia. Sasa eti mtu baki kwa maelewano hapa na hapa. Chagamba, kuna mchezaji mmoja aliletwa Unyamani. Ndio. Na chama nilitaje kabisa. Aliletwa Unyamani, ila jina sitolitaja. Ndio. Yule mchezaji aliletwa na mtangazaji na vile vile ni mchambuzi wa mpira. Yaani anafanizi mbili. Yaani mtangazaji wa mpira, ni mchambuzi. Alafu vile vile mchambuzi. Anatangaza vizuri na anachambua vizuri. Ndio. Alimleta huyo mchezaji. Ndio. Unyamani. Ndio. Lakini alivyomleta Unyamani walikuwa na maelewano ya mdomo, sio ya maandishi. Maelewano ya mdomo kama bwana nipiganie mimi nikifika Unyamani, labda kwa mfano nikipata milioni 50 wewe nitakupa 10. Ndio. Wale wataniingizia 50, nitatoa 10 nitakupa. Kweli yule mwamba akampigania. Alivyoingia Unyamani yule mchezaji kaingia kipindi kizuri na akaenda kuwaka.
Ndio. Mzigo wake wote ukaingizwa. Huu hapa mzigo. Baba, unafikiri alikuwa anapokea simu za yule mtangazaji? Aya, alikuwa apokei. Akamchinjia. Akapiga kabisa bloku. Akamchinjia huko. Kwa sababu gani? Ni maelewano ya mdomoni. Sijui unanielewa. Sasa wewe mtu katoka tukufumlo, yani katoka tuko. Sijui unanielewa. Chagamba kakutana na wewe na maelewano ya mdomoni. Hana haki gani kwenda kufungua kesi kubwa kama ile? Kwenda kuichafua taasisi kubwa kama ile. Ongeza na akili yako. Yani Chagamba, unajua Chagamba hata kama unatumika, jitahidi basi kutumika kwenye yale mazingira ambayo hata mtu akikusikia anaona kabisa hii OG. Yani ile fake yako fake yako ifanane kidogo na original. Ili watu wasidau. Mwanangu fake yako moja kwa moja. Eti mtu katoka tu. Mwanangu. Mzee wangu umri wako uendani ujue na hivyo vitu. Chagamba, mimi Chagamba katika kitu namuomba Mwenyezi Mungu aniepushe na haya mambo ya kutumika. Haki ya Mungu Chagamba. Chagamba, hawa watu ambao wanawatumia watu. Kama hujafanya kazi yao, ndio kinachofuata ni kukudhalilisha. Si unaona mtu kadaiwa t-shirt, mtu kadaiwa tiketi za ndege zishatumika. Kuna mtu kadaiwa t-shirt. Turudishe t-shirt yetu ya staff. Tulikupa kipindi ambacho tulivyokuwa Algeria. Kuna mtu kadaiwa laptop huko. Lakini Miraji, sijui unanielewa? Na kipindi ambacho anakutumia Chagamba, yani kuna vitu unaenda kuvitetea mwanangu. Unajua Chagamba, kitu kingine mimi ninachosikitika. Yani sijui sisi mashabiki mbona wapa kati. Kwa nini tunapenda sana fake kuliko original? Kivipi yani? Kivipi? Tunapenda sana uongo kuliko ukweli. Yani mashabiki mnapenda uongo. Yani hata jambo hili mtu unataka kuamini sio kweli. Yani hata ile la Ndambwile mtu unataka kuamini kweli sio kweli. Lakini si mwisho wa siku watu wamemsikia. Chagamba, ili jambo hata kama likitokea kwetu sisi Unyamani, mimi naomba viongozi wangu wakubali tu. Wakubali? Yani kama mchezaji anadai, wakubali kweli mchezaji fulani anatudai. Umeona? Ila kuna mambo hayakukaa sawa kwenye upande wetu. Umeona? Yakikaa sawa tutamlipa. Hauoni kama itakuwa ni pressure sasa? Hakuna pressure. Hapo ushaua kila kitu. Kitendo cha kukubali deni, wewe Chagamba umekubali kulipa. Kitendo cha kukataa deni, wewe hujakubali kulipa. Una mpango wa kudhulumu. Una mpango wa kudhulumu. Lakini kama unakubali, bwana mimi nakubali, kweli Chagamba ananidai. Lakini kutokana na hali yangu ya sasa ilivyo, umeona sina kiasi cha kumlipa. Mambo yangu kikaa sawa nitamlipa. Kesi inakuja wapi tena? Hapo kesi inakuja wapi? Haiwezi kaja tena. Kwa hiyo hili jambo kuwa kubwa au kuleta ukakasi kalitaka mwenyewe Yanga. Lakini Yanga angekubali. Kweli Ndambwile anatudai. Lakini kutokana umeona mambo yetu bado hayajakaa sawa. Umeona yakikaa sawa tutamlipa. Kelele zinatokea wapi? Miraji, kumbe Kibu Denis amefiwa na babake. Kibu Denis kafiwa na babake mzazi. Chagamba, ili jambo tumelipokea kwa huzuni sana kwa sababu kuna misiba ukisikia inakuwa ni mizito sana Chagamba. Ndio. Aidha kwa mwenzako au kwako. Msiba wa mzazi. Awe wa kike au wa kiume, huo msiba ni mzito. Ndio. Msiba wa mke. Msiba wa mtoto awe wa kike au wa kiume. Sijui unanielewa? Msiba wa rafiki wako wa karibu. Umeona msiri wako, mwanao, jeshi lako. Chagamba, hiyo misiba isikie tu. Kweli. Kwa hiyo Kibu Denis umeona yupo kwenye wakati mgumu, tunamwombea dua Mwenyezi Mungu umeona aweze kumpatia nguvu. Umeona na kila kitu kiende sawa na ajue kabisa kama yupo peke yake. Ili jambo limetugusa wote. Sote tunamwombea dua mzee wetu. Na kitu kingine cha kumkumbusha Kibu Denis, tutaendelea kumkumbuka mzee wetu na kumfanyia dua. Kwa sababu amali njema Mwenyezi Mungu anatukumbusha sisi waja wake ni moja ambayo ya kuacha mbona inakuwa na muendelezo. Hiyo ni moja amali njema. Sasa unapokuwa na mtoto ambaye anayekukumbuka kukuombea dua, wewe ushatangulia mbele yake, ni kitu ambacho cha kujivunia. Ndio. Kwa hiyo kitu kingine tutaendelea kumkumbusha Kibu Denis, kuendelea kumfanyia dua mzee wetu. Kwa hiyo ajijue Kibu Denis. Umeona sawa sisi tupo mbali, lakini ajue kabisa na sisi wenyewe tunahuzunika na tunaendelea kumwombea dua mzee wetu. Na mfanyie wepesi vile vile Kibu, na achukulie kama sisi ni binadamu.
tupo hai, kesho tupo hai. Ndio. Mzee katangulia, sisi tunafuata. Kwa hiyo kikubwa ni kuombeana dua. Kwa hiyo msiba ni wetu sote. Miraji, msemaji wa Young African jana alikama amewakumbusha vipi ahadi ya gari? Mbona mpaka leo Novemba? Novemba ikatikati. Chagamba. Kabla Alikamwe hajapata ajira Yanga. Mimi nilikuwa mshabiki wake mkubwa sana, wala sitaki kuficha hisia zangu. Kwenye yale mambo yake 10 za dakika 90. Goma limeisha na kuchambulia mambo yake 10. Wewe Chagamba, kile kicho kilikuwa hatari. Lakini unajua ni kocha pia. Unaelewa, sasa hivi anaenda kuchangua mambo 10. Umeona ya mnyama ambayo ya kutimiziwa ahadi yake. Yaani sasa hivi kaamia kwenye umbea. Chagamba, maisha yanaenda resi baba. Mambo 10. Yaani katoka kwenye mambo 10 ya maana. Sijui unanielewa. Sasa hivi anaenda kwenye mambo 10 kwenye ahadi hewa. Chagamba, sisi ambao tunalijua ili soka letu, tunajua viongozi wetu, mashabiki wetu, wachezaji wetu. Fake nyingi kuliko original. Kwa hiyo hakuna chochote kipya atachokiongea. Hakuna chochote kipya atachokiongea. Lakini gari si alijaja Miraji. Chagamba. Kweli Chagamba, sisi sasa hivi watu wa kudiscuss swala la gari. Asi ndio alitoa Chagamba, mimi hapa hata kama bosi katoa ahadi kuhusu swala la gari. Kwanza siwezi kumdiscuss swala la gari. Si ndio? Sio muda wake. Ndio muda wake alisema. Yaani kwa sasa kwangu mimi sio muda wake. Mimi kwangu mimi jambo ambalo ni muda wake. Tunapita vipi group stage? Mona, tunaanza lini hamasa? Mona, tunaujaza vipi Benjamin Mkapa? Hilo ndo swala langu mimi. Alafu kitu kingine Chagamba, nitaendelea kumkumbusha. Mona, Jairuti, kipindi cha usajili ulituambia mchezaji mmoja mapendekezo yatatoka kwetu sisi. Unatuletea nani? Ndio watu wataka kujua. Kwa muda mwafaka. Sasa hivi ikifika kipindi cha usajili. Na kitu kingine nitamkumbusha Jairuti. Swala la uwanja. Lakini Miraji vyote vinaenda na muda. Chagamba. Swala la gari kwa ukubwa wa Simba so issue. Hivyo Chagamba, kweli Chagamba mchambuzi unaingia studio, watu wanasubiri matilio yako Miraji mara moja. Unaenda kulichambua gari? Sio kuchambua gari, si aliahidi. Sasa hivi watu wanatakiwa waingie studio. Simba mwakani wanatakiwa wajenge uwanja. Na tena miezi ya mwanzo. Kama unakumbuka mzee wetu Bamdogo Hazim Deuji alisemaje? Hilo jambo lipo kweli. Na tupo kwenye mchakato. Huo uwanja tu ujenge Bunju au tu ujenge mjini. Chagamba, ndio vitu sasa hivi kuingia studio kwenda kuwauliza viongozi wa Simba, jibu mmelipata vipi? Chagamba, Simba ni kubwa, inatakiwa ianze uwanja, sio basi. Lakini boss aliahidi Oktoba au Novemba. Simba ni kubwa, inatakiwa iwe na wachezaji quality. Na kutolea mfano mdogo ukitaka kujua umuhimu wa mchezaji. Msimu wa 2000 kwenda 2001. Umeona? AS Roma alikuwa anafundishwa na Kapelo. Sijui unanielewa? Ndio. Ilikuwa nafundishwa na Kapelo. Kapelo. Ni Muitali huyo. Kapelo aliwaambiaje? Sijui unanielewa? Aliwaambia Roma, mkihitaji ubingwa nileteni Gabriel Batistuta. Ndio. Msimnahitaji ubingwa nileteni Gabriel Batistuta. Ndio. Roma akamleta Gabriel Batistuta. Ndio. Roma walichukua ubingwa na Gabriel Batistuta akawa mfungaji bora. Manake yani kwamba kocha aliona kwenyewe. Sijui unanielewa? Mimi nataka nimuulize Jairuti kwa vitu muhimu. Sio basi. Si aliahidi mwenyewe. Si aliahidi mwenyewe. Sio wakati wa yani Chagamba basi siwe mada kubwa. Yes, ndo alimefanya imekuwa mada. Zipo mada ambazo mimi mtu yote akiuliza sasa hivi mimi nitamuelewa. Cha kwanza, Simba inahitaji mchezaji ambaye alikuwa mkubwa kutokana na ukubwa wake. Jairuti umemleta nani? Mimi mchambuzi nitamuelewa. Umeona? Simba haina uwanja. Jairuti, swala la uwanja viongozi washakwambia unajenga wapi? Kwa sababu kuna jibu bado watu wanalisubiri, ni mjini au Bunju. Sijui unanielewa? Ushapewa hilo jibu? Watu wajue. Lakini Chagamba basi kweli kabisa tupoteze wiki hata kama akazungumza yeye kwa ukubwa wa Simba. Zisikilize, kwa ukubwa wa Simba na kwa umuhimu wa mahitaji ya Simba. Chagamba basi sio issue. Unapokaa studio unapoenda kulizungumzia basi unaonekana kabisa wewe Chagamba hauna mada ambayo inaweza kuwavutia watu na hauna mada ambayo ya ubunifu.
Time unatakiwa ndio maana unaenda kuzungumzia basi. Sijui unaelewa? Vipo vitu ambavyo vya umuhimu vya kwenda kuzungumzia. Kama issue ya madeni. Kwa nini wachezaji wa Kitanzania wanapenda kuonewa na maisha yao? Baadaye wakija kustafu mpira wakiwa wanaomba misaada, watu wanachekwa, nyinyi mlikuwa mnalipwa, kumbe walikuwa wanadhulumiwa. Na kingine, kwa ukubwa hivi vilabu sio watu wa kudhulumu. Kuna timu hapa ina kila kitu cha mpira. Ina basi mabilioni ya pesa. Ina uwanja. Lakini juzi wametoa suluhu, wametoka kulalamika kuanzia kusini mpaka mjini. Je, waulize kipindi walikuwa wanachukua wao ubingwa, hivi vitu ambavyo wanavyolalamika walikuwa wao hawafanyi? Kwamba nao pia walikuwa wanafanya. Kuna nani anachukua ubingwa hapa kihalali? Tuseme tuizungumzie kabisa. Yule. Nani? Wewe, muulize Mbeya City. Nenda kamuulize Mbeya City ile mechi iliyochezewa Mbeya. Alifanywa nini na huyo bingwa? Nenda kamuulize Mbeya. Nenda kamuulize Mbeya City. Mimi sitakupa jibu, nenda kamuulize Mbeya City. Analalamika kuanzia kusini mpaka mjini. Sio. Wewe si ulichukua ubingwa? Ulichukuaje ubingwa? Njia ubingwa si unaijua? Kaa kimya. Ina kila kitu. Basi ndio linacheza. Basi ndio linampa ubingwa. Basi ndio linamuondoa majonzi. Wewe Simba kama inafika kwenye kituo salama, hata kama anatumia mkokoteni, mpanzu yupo salama, mimi nitamuuliza Jairuti kwa mambo mawili. Mchezaji kwa sababu nishaona faida ya mchezaji. Kapelo aliwaambia AS Roma, nileteeni Gabriel Batistuta. Ndio akawapa ubingwa na akawa mfungaji bora. Mbona na mimi nitamuuliza Jairuti, unaniletea nani? Hapo nitamuuliza Jairuti, umenitengenezea kiwanja hata cha watu 5,000 tu. 5,000 tu. TFF na bodi ya ligi wakipitisha hiki salama kuchezea ligi ya ndani, simdai. Unaniuliza basi? Basi. Kwani mara moja mimi nakaa chini? Uniuliza mimi mara moja swala la basi? Kwa miraji ngoja, hiyo dirisha dogo mmepanga kumuomba nani? Asajiliwe nani dirisha dogo? Dirisha dogo? Sisi mashabiki tutachagua. Maana yule tayari ashatia kitanzi. Yule kitanzi. Sisi mashabiki tutachagua. Alafu uzuri wa sasa hivi, mchezaji hata kama akicheza kule, anaruhusiwa kucheza mashindano ya kimataifa. Tunaweza kumpenda mchezaji ambaye timu yake ishacheza kwenye mashindano ya kimataifa. Labda tupo naye kwenye grupu moja, tunamhitaji na anaruhusiwa. Tukamwambia Jairuti, weka msuli tuletee. Lakini unaniambia mimi basi. Thamani ya mchezaji usifananishe na basi. Thamani ya mchezaji usifananishe na basi. Thamani ya uwanja usifananishe na basi. Mimi kwanza anza kudiscuss hivi viwili. Mchezaji, uwanja. Afu ndo tuende cha tatu. Basi. Yaani tunaona kabisa kwamba muda unavyozidi kwenda kama bosi alikuwa. Ndio sasa Chagamba umewekewa wali nyama afu unangangania siwezi kula bila ndizi. Chizi wewe hauna njaa wewe. Hauna njaa wewe. Unalilia ndizi. Ndizi iko kinogesho. Kanda kwanza pishi. Tia matilio tumboni humo. Alafu hiyo ndizi ije isije baridi. Mbona niuliza basi? Chagamba, hayo ndo mambo ambayo sisi tunaongea. Hawataki kuongea ukweli. Wale ambao watu wanawaambia ukweli, si ndio? Ndio wanatafutia mada nao watoe nje ya mchezo. Chagamba, mimi nashangaa sana watu wa Yanga. Kitu gani tena? Yaani sisi tukiungana nao hawataki, tukiwakataa hawataki. Yaani mkiungana nao kwenye kipi hawataki? Tuliungana nao kwa Roman. Bonge la kocha, ndio bonge la kocha. Kwa nini mnaungana na sisi? Huyo atakuwa sio. Kwa nini mnaungana na sisi? Hatutaki, mnatuchuza. Sasa mnatakaje? Basi Roman sio kocha mzuri. Kwa nini mmemkandia kocha wetu? Bonge la kocha. Sasa nyinyi mnataka nini? Kwa mkiungana nao hataki. Sasa wanahitaji nini Chagamba? Sasa hivi hawasitokiamini. Kwa nini nyie mwanzo kisifia kitu chao wakati nyie maadui zao? Maana yake hicho kitu sio salama. Mimi nakuuliza kitu kimoja Chagamba. Nakuuliza kitu kimoja. Mimi nishai kumkataa Chama ingawa kaenda Yanga. Haujawahi kumkataa. Haujawahi kumkataa. Chagamba, kitu kilichokuwa bora tu. Mimi hujaelewa. Waliangalia. Unanielewa? Sasa mbona kule walikuwa watupingi? Achana na wewe. Mbona walikuwa watupingi? Kwa nini mnamsifia mchezaji wetu? Kwa nini walikuwa watupingi? Si kweli? Nani alikuwa anamkataa Lydia Aucho? Kuna mshabiki gani wa Simba anamkataa Pacome sasa hivi? Sidhani kama. Kwa nini kula watupingi? Chagamba, kitu bora ni bora. Sijui unanielewa. Yaani Chagamba, ukweli uhalisia. Ukweli na uhalisia. Chagamba,
Yanga ya misimu minne, sio hii Yanga ambayo ulianza ligi. Wao mlichowatisha wale watu ambao walikuwa wana sauti kubwa kuzungumza. Ndio maana sasa hivi likitoka hili likiingia hili sasa hawa watu ambao wanaotusema tunaenda kuziba vipi, ndio watu wanakuja mambo 10 ambayo Simba hajatimiziwa. Yaani limradi yaani na sisi watutafutie mada. Umeona? Yaani kwa nini mko busy na wao tu? Sasa sisi si watani. Hajakamilika. Sisi si watani. Sasa kwa nini unakataa utani wa ukweli? Na wao wanakuja hivyo hivyo. Simba na Yanga ni watani, sio watani. Tena malizia wajadi. Si ndio? Na mimi napenda utani ambao unataniwa kwenye ukweli. Yanga sana tutania sisi katupiga mara 6. Uongo? Utani. Huo sio utani. Sawa. Huo ni ukweli, manake unakwenda kama utani kwa sababu anaweza kukumbushia kitu sio mada. Unaweza kumwambia wewe unacheza vibaya. Manake lazima tu discuss kwa nini unacheza vibaya. Anakuambia utaongea nini, wewe mwenyewe nimekukanda juzi. Na angalia umezungumzia umecheza vibaya, labda unaizungumzia mechi na nani? Na KMC. Na Kino Crane. Manake anaenda kukutania kwenye utani. Na ule utani anaokutania anafikisha vitu viwili. Cha kwanza anafikisha ni ukweli. Anachokiongea ni kweli. Cha pili anakukumbusha majukumu yako. Lazima tugawane vipindi, lakini kila siku kwa nini mimi kipindi mimi? Umeona? Kwa hiyo hata sisi wanatuona tunawasimanga, wanatakiwa watambue sisi ni watani wa jadi. Na sisi tunawatania kwenye ukweli. Ndio. Na kwenye ukweli wapo mashabiki wa Yanga ambao wanajua mpira. Lakini hawakuwahi kupewa hii maiki. Si ndio? Washaiona hatari ya mbele. Wanakwambia mara moja Kino Crane sio Farabati. Ndio. Umeona? Tumeona mechi ya Champions League kwenye hatua ya raundi ya pili tuliocheza na Malawi. Kama tumetumia nguvu kubwa, umeona, na ukakasi kama ule, oya, kwa Farabati itakuwaje? Kwa hiyo maana yake washachukua mechi za Champions League walizocheza, washachukua za ligi, wameona Yanga ni ile ile. Yanga ni ile. Sasa wakichukua na ukubwa wa Farabati ndio hatari ambao naiona. Sasa hawatakiwi kwenda kuwakumbusha viongozi wao. Na ukiwakumbusha vitu viwili lazima vikutokee. Kwanza, wewe sio Yanga. Umekanyaga msafu. Unatumika. Wewe sio Yanga. Cha pili, rudisha laptop yetu. Kwani watu wamechukua laptop? Wewe baba wewe. Mwanake rudisha laptop yetu, si unatumika? Rudisha laptop yetu. Kama wewe ni Yanga, rudisha laptop yetu. Mimi hakuna kitu ambacho watu wa Yanga wanachonifurahisha kama wanapotutania kwenye matokeo ya goli, kwenye matokeo ya mara 6 mfululizo. Yaani mimi wananifurahisha vibaya mno. Nini? Unafika ujumbe kwa viongozi. Kama sisi huku tunakereka. Ndio. Nyinyi ndio mnatusababishia. Umeona? Mimi napenda sana ule utani. Ule unaopenda. Kwa sababu viongozi juu wanatusikiliza. Wachezaji wanatusikiliza. Kama mara moja anaongea kwenye mambo ya msingi anaenda kuchomekewa kwenye matokeo ya goli 6 na mada kweli inaisha inamkata. Huyu mara moja lazima sasa hivi tumzingatie. Unamkuta Shomzewei, umeona, anaenda kunibeba. Umeona, Mpanzu anaenda kunibeba. Umeona, anaenda kupambana na sisi tupate matokeo kwenda kuziba pengo la mara moja. Kwa hiyo mimi napenda sana utani ambao unaotutania alafu ni wa kweli. Lakini wanasema kabisa kwamba mbona kama nyie kundi lenu mnalisahau Petro huyu hapa. Nani alisahau? Mimi mpaka juzi naongea hapa. Kwani nani hapa anataka maandalizi yanze mapema? Wewe hapa. Chagamba. Nani kila siku anasisitiza maandalizi yanze mapema? Labda chaanza. Toka group stage imepangwa. Nikasemaje? Jamani, mnaangalia maiti ya Yanga yetu, mmeiona? Hii yetu sio ya kuzika leo. Mnawachukuliaje Petro? Mimi sikuongea hiyo kauli. Nikasema ili swala la kujiamini sana hili yatakuja kutokea mechi ya National Ali. Unakumbuka mechi ya National Ali? Robo finali. Tunamchukua. Hajai kutufunga Benjamin Mkapa. Dakika moja. Kimetokea nini? Dakika moja tu. Kimetokea nini? Tumepigwa goli mapema tu achomoeni. Tukaa tunaluka kama mabisi kwenye kikaango. Umesahau? Naikumbuka hiyo. Ndio maana mimi kila siku nasisitiza Chagamba, maandalizi yanavyoanza mapema, kila mtu anacheza pati yake. Ndio. Mshabiki ni mchezaji wa 12 atacheza pati yake. Yule aliyokuwa mbali kama maandalizi yake ya kupanga zile booster anapanga mapema. Sisi wazee wa nujumu tunaangalia muda, tunaangalia na siku, tunaanza mapema. Ndio. Sijui unanielewa? Sio kitu ambacho nasisitiza mimi.
Nuju mzianze mapema. Nuju mzianze mapema, sisi watu wa muda. Unapotutajia muda na siku, sisi tunaenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Tunaenda kumuomba. Tunaenda kufungua. Tunaenda kufungua. Umeona? Tunaenda kufungua ukurasa. Tunaangalia ile siku Mwenyezi Mungu alifanya nuru gani. Sijui unaelewa? Hiyo bado hamjacheza. Nujumu. Sijui unaelewa? Na nikaendelea kusisitiza kama tutakuwa tuna uoga. Umeona? Tutafuta kumbukumbu zote, yani kumbukumbu zote tulizofanya vizuri kwenye Champions League. Tunakwenda kwa Petro kama kujifunza, na kwa ukubwa tuliokuwa nao sisi Chagamba pale Benjamin Mkapa patakuwa zaidi ya tanuli la moto kwa Petro. Haki ya Mungu nakwambia. Ukienda kwa mazoea, nisikilize, tukifuta kumbukumbu zote tulizofanya ubaya ubwela Benjamin Mkapa. Ndio. Na tukitimiza majukumu yetu yote, wachezaji, benchi la ufundi, mashabiki, wazee wa Nujumu, kwa Petro patakuwa zaidi ya tanuli la moto. Ukienda kwa mazoea, imani ndio itakuwa timu ya kwanza kupigwa goli nyingi kwenye raundi ya kwanza. Amini Chagamba nachokwambia. Miraji, wanakusikiliza? Unanielewa? Sio kwa laumu. Kila mtu atimize majukumu yake. Tunafuta rekodi zote za FC Vita, sijui za Wydad tunafuta. Tunakwenda kama sisi ndo wadogo, Petro mkubwa. Umeona, hofu kubwa. Oya, ndio itakuwa timu ya kwanza kupigwa goli nyingi kwenye raundi ya kwanza ya group stage. Petro. Mimi naona mtaenda kwa mazoea. Tukienda kwa mazoea, tutaweza tukashinda kwa ukakasi. Goli moja, mkono. 2-1, 2-0. Lakini Petro tukifanya maandalizi yaliokuwa maana, lungu 4-5 maisha yake. Mimi naondoka. Nenda Chagamba, karibu sana stesheni. Haya, ile mtoto wa kiume uli karanga mbichi. Asubuhi. Wewe, asubuhi utaanza kumfunga Petro. Kaelewa? Wewe Gamba. Wewe ndo wale utaki kusemwa. Rudisha kidude changu cha finest. Nilikupa mimi. Toa. Rudisha. Hicho hujanipa wewe. Rudisha, nimekupa mimi. Nimetoka Ujerumani. Rudisha. Hivi nitakuwa nakufanyia hivi. Unataka kufanya hivi? Nikikusaidia. Chagamba. Ngoja nimtafute shemeji. Tafute.